nowe nĩnjũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe nĩnjetereire gatũrũme ka Ngai. Wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩhitho wakwa mũrũmu, nowe nĩnjũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe nĩnjetereire gatũrũme ka Ngai. Ndirĩ ndona ũndigĩte kana ũkanogio nĩ niĩ, ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete. Maũritũ na mĩnyamaro ciothe we ũkairigĩra, ndarirĩria gũgũtũkia hanane nawe. Wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩhitho wakwa mũrũmu, nowe nĩnjũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe nĩnjetereire gatũrũme ka Ngai. Wĩ Ngai mahinda mothe, ũguo nĩguo niĩ njũĩ, wĩhitho wakwa mũrũmu, nowe nĩnjũthĩrĩirie, ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru, na nowe nĩnjetereire gatũrũme ka Ngai. Ndirĩ ndona ũndigĩte kana ũkanogio nĩ niĩ, ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete. Maũritũ na mĩnyamaro ciothe we ũkairigĩra, ndarirĩria gũgũtũkia hanane nawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mahali popote mlipo. Nawakaribisha asubuhi ya leo katika ibada yetu ya asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili amekuwa pamoja nasi usiku wote, ametulinda, ametuhifadhi na ametupa kibali cha kuishi siku ya leo. Ni neema yake ambayo imetugharimu kuwa hai asubuhi ya leo na kuiona siku ya leo. Tunajua kuna wengi ambao tulikuwa na wao jana na wengine tayari hawako hai. Wengine wamejipata katika ile situation ambayo ni ngumu, na sisi kwetu tuko wazima, hatuna ugumu wowote, maana Mungu kwa upendo wake ametupa kibali. Tuweze kushukuru Mungu kwa ajili hayo ambayo ametutenda. Tunajua changamoto ambazo huwa wakati giza kuna giza, na tunajua ya kwamba huo wakati kuna giza ni mambo mengi ambayo inatendeka ambayo ni maovu. Huyu Mungu amezuia hayo yote na ametupigania vita vyote ambavyo tulikuwa nazo usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema unachukulia kama hii sio kawaida, uchukulia ya kwamba ni mkono wa Mungu ambao umekugharimu kuwa hai
siku ya leo. Bwana asifiwe. Tuombe ili tukaanze ibada yetu ya asubuhi, ili tukaweze kualika Roho Mtakatifu akaweze kutembea pamoja nasi na akaweze kutuongoza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ambayo Baba umetupa. Pokea sifa na utukufu. Tumeona mkono wako Bwana, maana umekuwa pamoja nasi wakati wote wa giza, umetulinda Baba. Tunajua ni mambo mengi waga inatendeka wakati kuna giza Jehova. Sisi Baba ukatuchagua, ukatulinda, ukatuepusha na mikosi yote Jehova, hata attack zote za Shetani, na Mungu ukatupa nafasi nyingine ya kuishi siku ya leo. Bwana wetu upokee sifa na utukufu. Tunaalika Roho wako Mtakatifu akaweze kuchukua usukani Baba, ili akaweze kutuongoza katika ibada hii. Na Baba, tunaamini ya kwamba kile ambacho utatupa asubuhi ya leo Baba, kitatupa tumaini katika maisha yetu ya siku ya leo. Tunajua ya kwamba Baba utatutia nguvu, maana wewe ndio tumaini letu. Wewe ndio Baba utakao tushika mkono na tukaweza kufaulu na tukaweza kufanikiwa Baba. Tunaamini ya kwamba kuanzia asubuhi ya leo Baba utatembea pamoja nasi na utatuongoza. Roho wako atakuwa nuru yetu popote utakapoenda, chochote utakachofanya atakuwa pamoja nasi. Ewe Mungu wetu, tusaidie na utuwezeshe ili tuendelee kutamani kuishi katika ndani ya neno lako Bwana. Kupitia neno lako Baba, hapo ndio utapata uzima, hapo ndio utapata usidi. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Uhimidiwe Baba na wetu wa majeshi, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wale wote ambao wanaotutazama asubuhi ya leo Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Ninakushukuru kwa ajili ya kuwapa nafasi ya kuwa pamoja nasi mara tena Jehova. Tunajua sio kawaida Mungu kuona siku ya leo Baba. Tunajua ni upendo wako Baba ambao umetuonyesha Baba. Tunasema ni asante. Uwasaidie Baba, uwezeshe, wafaulishe Mungu, na ukawajalie hiyo neema Jehova. Uzito wote ambao Shetani ameweza kuwa ameweka ndani ya mioyo yao Jehova, Baba ukaweze kuwaondoa katika jina la Yesu Kristo, ili hili neno likapate nafasi ya kukaa ndani ya moyoni mwao Bwana. Tunasema ni asante Bwana wetu. Tunaamini ya kwamba utaanza pamoja nasi katika ibada hii asubuhi na pia ibada zote ambazo utakazokuwa nazo siku ya leo. Mungu wetu katamaraki, Mungu wetu kajidhihirishe, Mungu wetu katende makuu katika maisha yetu siku ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Neno letu la leo tutalipata katika Zaburi 91. Hiyo ni Zaburi 91 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Ujumbe ni kuishi katika ufuli wa Mungu mweza yote. Bwana asifiwe. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika ufuli wake mwenyewe. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome langu na Mungu wangu. Nitakaye mtumainia, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwibaji ya mwidaji, na katika tauni iharibio kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mabawa zake utapata kibilio. Uaminifu wake ni ngao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mchale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala ule uharibio adhuhuri. Bwana asifiwe. Hili neno ambalo nimelisoma ni ombi Daudi alikuwa naomba na kumtukuza Mungu venye Mungu amemtendea. Bwana asifiwe. Tunaona Daudi anamwambia Mungu aketie mahali pasiri. Nasi tunajua kwamba huyu Mungu ni kweli ameketi katika pake pasiri. Anakaa katika ufuli wake mwenyezi. Bwana asifiwe. Na tunasema Bwana asubuhi ya leo tukasema Bwana ndio kibilio letu na ngome letu. Bwana asifiwe. Na pia tukaweza kusema kwamba yeye ndiye Mungu wetu. Maana tunapokuja asubuhi ya leo na ili kumwabudu na kumuomba, tujue ya kwamba yeye ndiye Mungu wetu, yeye ndiye Baba wetu wa mbinguni, ambaye tunamwamini kwa kila jambo, ambaye yeye ndiye tumaini letu katika maisha yetu. Yeye ndiyo kibilio letu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ukamfanya huyu Mungu ukawe kibilio lako.
Maana ukikimbilia mwanadamu, mwanadamu atakufanya uzagae, mwanadamu atakufuja moyo, mwanadamu atakuachilia. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ambaye ako pamoja nasi kila wakati, mahali popote tulipo, ako pamoja nasi. Kwa hivyo hakikisha kwamba huyu Mungu umejiitanisha naye kupitia njia ya wokovu na kupitia kumwamini peke yake. Maana unapofanya hivyo, huyu Mungu hatakuacha kamwe. Huyu Mungu atakufanya ukae chini ya mabawa yake. Maana anasema kwamba sisi ni watoto wake, na tunapomtii na kuenenda katika njia ambazo zinamfurahisha, atakuwa pamoja nasi. Tutakuwa tumejificha chini ya mabawa yake. Kwa hivyo anasema kwamba hata mishale ambayo inaorushwa mchana, yeye ndiye ngao letu na yeye ndiye kimbilio letu. Bwana asifiwe. Maana anasema kwamba yeye atatuokoa katika mitego ya uwindaji. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba asubuhi ya leo atatulinda, atatuokoa katika ni mitego mingi ambayo shetani ametutegea. Bwana asifiwe. Ni mitego mingi ambayo ametutegea ili tukaweze kuanguka, ili tukaweze kuangamia, ili tukaweze kutoka katika njia za Bwana. Kwa hivyo huyu Mungu ako pamoja nasi, na anasema ya kwamba mitego yote atatuokoa katika mitego yote ya mwindaji. Maana tunajua mwindaji anapokutafuta, na ikiwa ako na haja sana kutafuta, anaweza kukupata. Bwana asifiwe. Ni mambo mengi ambayo mwindaji anaweza fanya. Anaweza kuja kujaribu kukuangamiza, kuja kuiba nyota zako, kuja kuhakikisha kwamba maono yako hayatafikania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema umwamini huyu Mungu na utembee pamoja naye, maana yeye ndiye ngao lako, yeye ndiye mlinzi wako. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi, atatulinda na atatuokoa kwa mambo mengi. Tunajua kitabu kufike jioni, kuanzia asubuhi kuna changamoto ambazo zinakuwa mingi sana. Zingine zinakuja kukufuja moyo, zingine zinakuja kukutoa katika neema ya Mungu. Zingine zinakufanya umwache Mungu ama umsahau. Zingine zinakufanya uweke Mungu wako kando. Asubuhi ya leo ukaombe Mwenyezi Mungu akaweza kusimama pamoja nawe, ukaambie Mungu akakuokoe katika mitego yote ya mwindaji. Bwana asifiwe. Huyu mwindaji ambao ni mwovu Shetani, anakuja na siri zake na anakuja na tamaa zake. Unajipata ya kwamba umeanguka na umesahau kwamba umetoka katika ile neema ya Mungu. Tunajua yale ambayo Shetani anataka kwetu ni kuhakikisha kwamba ule uhusiano wetu na Mungu hauko kamwe, hauko dhabiti, hauko imara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue ya kwamba siku ya leo changamoto ambazo utakazozipata, Mungu ukaombe Mungu akaweze kukuokoa, ili fikapo jioni utakuwa unampa Mungu utukufu, maana amekuokoa katika mitego yote ya siku ya leo, mitego ya mwindaji. Bwana asifiwe. Nasema katika tauni katika tauni iharibio. Bwana asifiwe. Hata tukiingia katika moto ambao tauni ya moto ambao moto unawaka, huyu Mungu ako pamoja nasi. Mwenye alikuwa na Meshaki na Abednego wakati walikuwa wamewekwa kwenye moto, huyu Mungu atakuwa pamoja nasi, atasimama pamoja nasi. Kwa hivyo hatutaangamia wala kuteketea. Bwana asifiwe. Maana huyu Mungu ametufunika katika mabawa yake. Inasema ya kwamba chini ya mabawa zake utapata kibilio. Kwa hivyo kuna mahali pa kukibilia. Kwa hivyo asubuhi ya leo hakikisha kwamba umemkibilia huyu Mungu, unakibilia mabawa yake. Bwana asifiwe. Maana asubuhi ya leo tunajua kwamba kuna mahali tunaweza kibilia. Shetani anapotuinukia, mambo yanapokuwa mabaya, hata wakati iko mazuri, tukae katika mabawa ya Mwenyezi Mungu, ili tusijipate katika ile hali ya ugumu, ile hali ya kutatanisha, ile hali ambayo itakufanya ukamkane huyu Mungu wako ambao unamwamini na unamtumainia siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema ujue ya kwamba huyu Mungu anakupenda na pia anakujali. Wakati amekupa asubuhi ya leo na amekupa kibali cha kuona siku ya leo, ujue ya kwamba ako pamoja nawe, ako tayari kukushika mkono na ako tayari kukuongoza, maana yeye ako kila pahali.
Mungu wako kila pahali, kwa hivyo atakuwa pamoja nawe. Siku ya leo mtumainie Mungu, weka imani yako ndani ya neno la Mungu, na ili neno la Mungu likaweze kuwa nuru siku yako ya leo. Bwana asifiwe. Mungu akaweze kukulinda katika njia zako siku ya leo. Mungu akaweze kukulinda katika njia ambazo utakazozipitia, kule kote utakapoenda, Mungu akawe pamoja nawe. Mungu akaweze kukukumbuka kwa njia zote ambazo utazipitia. Bwana asifiwe. Ni kwa kuwa anakujua na majina yako yote, anakujua na anakufahamu vyema. Kwa hivyo ujue kwamba Mungu anakujua asubuhi ya leo, anakufahamu vyema, anakuelewa, maana yeye ndiye aliyekuumba. Anajua kusudi la kukuumba na kukupa nafasi ya kuwa hai siku ya leo. Kwa hivyo mtumainie Mungu kwa hali yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue kwamba jicho la Mwenyezi Mungu linakutazama. Kwa hivyo popote utakapoenda, chochote utakachofanya, ufahamu ya kwamba jicho la Mungu halitaondoka kwako. Jicho la Mungu litakumulika, litakuona, litakutazama popote utakapokuwa. Kwa hivyo hata ukijipata katika zile changamoto, ujue ya kwamba jicho la Mungu linakutazama. Kwa hivyo utaagamia mahali pale, bali utatoka ukuwa na ushindi. Kwa hivyo ni vyema umshukuru Mungu, ni vyema useme kwamba anastahili, ni vyema umtukuze, maana ako pamoja nawe. Atakushindania vita zote na atakuwezesha, na pia atakufaulisha kile ambacho amekupa siku ya leo. Kwa hivyo amekushika mkono, jicho lake liko juu yako. Kwa hivyo usiogope, endelea na safari ukiwa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Tunajua ni mambo mengi ambayo tuko nayo, tunajua shughuli mingi tuko nazo, zote zitangulizie Mungu, maana unapofanya Mungu mtangulizi wako, mambo yako yatakuwa mema, mambo yako itakuwa ya ushindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tumwamini huyu Mungu na tutembee katika njia zake za utakatifu, na ni vyema Mungu kusikia sauti ya Mungu. Msikilize Mungu venye anakuambia. Sikia sauti ya Mungu ili ukaweze kuupata ujumbe ambao Mungu anakupa. Kwa hivyo ukuwe mtiivu. Wakati unakuwa mtiivu, wakati unapopata habari ya Mungu, lazima uwe mtiivu, maana Mungu atakuwa na kunenea kila wakati. Ni vyema ukaweze kujua sauti ambazo Mungu anatumia, ishara ambazo Mungu anazozitumia wakati anakupa ujumbe. Kwa hivyo lazima ukae katika njia ya utakatifu, na ili ukaweze kufahamu na kuelewa sauti za Mungu, na ukaweze kusikia benye Mungu anaponena, benye waga anaanza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uamini huyu Mungu na utembee katika njia za utakatifu, na ili Mungu akaweze kuwa Bwana na Mwokozi wako, ili akaweze kukusaidia, akaweze kukuwezesha katika maisha yako. Bwana asifiwe. Umtumainie Mungu kwa vile ambapo wewe ambao unaonisikiliza, umtumainie Mungu, na pia unaposimama, unasimama kwa niaba ya familia yako. Ujua ya kwamba huyu Mungu anapokupa nafasi, anakupa nafasi pia ukaweze kusimama kwa niaba ya familia yako. Wewe ambao umepata nafasi kulipata hili neno, ujue hili neno ukaweze kulifanyisha kazi hata katika familia yako. Mahali pote walipo, hili neno likaweze kufanya kazi. Bwana asifiwe. Maana unaposimama kwa niaba ya familia yenu, Mungu atakuwa anaishughulikia. Mungu atakuwa anakupigania nyumbani mwenu, Mungu atakuwa anapigania familia zenyu. Kwa hivyo ujue ya kwamba wakati umepata nafasi kama hii kusikia neno la asubuhi, ujue ya kwamba sio lako peke yako, ni lako na pia familia yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukipata hii nafasi unamshukuru Mungu, maana ni wengi ambao wanatafuta nafasi ya kusikia neno la Mungu, neno la kuwapa tumaini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapopewa tumaini, unapewa tumaini, na pia familia yako na jamii yako inapata tumaini katika Bwana, maana umewakilisha mahali hapa. Bwana asifiwe. Tunapoendelea kumtumainia Mungu, tuhakikisha kwamba tunaeneza injili ya upendo, tunaeneza injili ambayo ni ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wacha maongeo yetu na kutenda kwetu, Roho wa Bwana akaweze kuonekana, ili utakatifu wa Mungu wetu ukaendelee kuinuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha matendo yetu na mienendo yetu ikabatane na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wacha yale maongeo tunayoongea,
huyu Mungu akaweze kupewa utukufu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila wakati tunapomwamini huyu Mungu katika njia zetu zote, huyu Mungu hatatuacha kamwe. Ataendelea kutusikilia, ataenda kutushika mkono, na tunaamini ya kwamba atatufaulisha sisi na atatusidania vita vyote ambazo zilikuwa ziinuke juu yetu siku ya leo. Wacha huyu Mungu akawanyamasisha maadui wetu, wacha huyu Mungu akaweze kuwasangaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamini ya kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi, na tuamini katika yeye. Hapo ndio kunayo kimbilio letu, hapo ndio kunayo tumaini yetu ya kuishi na kufaulu. Bwana asifiwe. Tuombe Mwenyezi Mungu ili akaweze kuwa pamoja nasi katika kipengele cha maisha yetu ambayo imebaki. Tunajua kuna siku na masaa na madakika ambayo imebaki ya kuwa hai. Wacha tukamtangulize Mungu ili tukaweze kushinda vita vyote ambavyo tutapata katika siku za maisha yetu. Bwana asifiwe. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake, maana neno lake linalo nguvu na linalo uwezo wa kusimama pamoja nasi na kubadilisha maisha yetu. Tuendelee kumtumainia kwa kila hali na kwa kila sababu yote ambayo tunaweza kuwa nayo. Tumshukuru Mungu, maana ni Mungu wetu. Tunajua anatupenda na tunajua ya kwamba sisi ni wana wake, na tunajua kwamba tutaulinda ufalme wa mbinguni, maana sisi ni watoto wake. Kwa hivyo kile ambacho Mungu ametupa tuweze kukitunza mzuri, maana atatupa ulinzi ambao unastahili. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba huyu Mungu ndiye aliyetuita, tunajua Mungu ndiye aliyetuumba kwa kusudi lake, na tunajua kwamba baada ya haya yote kuna taji ambayo atatupa ulinzi wa ufalme wa mbinguni. Wacha ukamtumainia Mungu na ukaenenda na njia zake, ili ukaweza kupokea ulinzi wako sababu na wale wengine ambao wanaomtumainia Mungu, ambao pia wale ambao waliotangulia katika hizo nyakati za zamani, wao wakitangulia, na sisi tunajua kwamba bado ulinzi wetu huko, maana Mungu ako na kila kitu chetu cha kila mmoja wetu aliye hai. Bwana asifiwe. Yeyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu ajua ya kwamba kuna ulinzi ambayo Mungu atatupa. Tutalindi ufalme wa mbinguni na tutaishi na yeye milele na milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nawatakia siku njema imejawa na baraka za Mwenyezi Mungu, na siku ambayo Mungu akawapiganie na wakafunike chini ya mabawa yake, na ili akaweze kukupigania vita vyote ambavyo utapatana nazo na changamoto ambazo utakuwa nazo siku ya leo. Mungu akaweze kuwa mtangulizi wako, na Mungu akaweze kukutendea mema. Na tushukuru. Baba wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya hili neno. Baba, wewe ndio tumaini letu, wewe ndio tunayetumainia siku zetu zote. Baba, tunaomba Baba, neema yako isidi kuwa juu yetu, ikaweze kutuongoza, ikaendelee kutufunza neno lako Bwana, na likaweze kutuleta karibu na wewe. Baba, sisi tukiwa wanadamu tuko na udhaifu wake Jehova, tutie nguvu Baba, ili tukaweze kuendelea katika hii safari. Tusaidie Baba yetu wa mbinguni, tuwe sasa Mungu wetu. Baba, tunajua kuna mambo mengi ambayo Shetani alikuwa anapanga kutuinukia asubuhi ya leo Bwana. Tunaomba Baba ukaweze kusimama pamoja nasi, ukatupiganie Baba, ukaweze kutuliza mawimbi yote Jehova ambayo inaweza kuja kutuangamiza na kututoa katika ile neema yako. Bwana wetu tusaidie, tuwezeshe, tufaulishe siku ya leo. Neema yako Mungu isidi kuwa pamoja nasi Jehova. Uwaponye walio wagonjwa Jehova, walio wanahangaika Jehova, ukae tumaini lao Jehova. Wale ambao moyo yao Baba imeinama, ukaweza kuinua mara tena katika jina Yesu Kristo. Wale ambao tumaini yao Baba ilikuwa chini, Baba ukainue tumaini lao Jehova. Imani yao Baba ikaweza kuinuka asubuhi ya leo. Ni watoto wako Jehova. Baba ukawawezeshe, ukawafaulisha siku ya leo, maana wewe ndio tumaini Jehova. Ukawape kibali mahali ambapo wanapofanya kazi Jehova. Biashara zao Jehova ukasipe kibali kipya katika jina la Yesu Kristo. Baba, changamoto ambazo wanazopitia katika biashara ama mahali wanapofanya kazi, Mungu wetu ukaweze kuingilia kati Jehova, ili ukaweze kusimama na hawa watoto wako Jehova. Tunajua Mungu unatupenda, na tunajua kwamba Baba unatujali, na tunajua kwamba Mungu utatupa usidi, maana sisi ni watoto wako. Tutashuhudia matendo yako, tutashuhudia ukuu wako Baba. Baba yetu
mbinguni, pokea sifa na utukufu. Baba, ninaomba ukaweze kukumbuka mtumishi wa hili nyumba. Baba, uendelee kumbariki, uendelee kumuinua Jehova, uendelee kumpa hekima Jehova, ili akaweze kuongoza haya madhabahu Jehova kulingana na mapenzi yako. Msaidie, muwezeshe, mfaulishe Mungu, wacha maono yake Jehova ikaweze kusimama imara, na Baba Mungu ukaweze kumpa wale ambao watakaosimama katika hiyo hali ya maono yake, ili maono yake ikaweze kufanikishwa Jehova. Ninajua changamoto ni mingi Jehova, sisi ni wanadamu Mungu, na tunahitaji nguvu mpya kutoka kwako Mungu, ili kazi yako ikaweze kuendelea. Tujalie neema Baba, tujalie upendo Mungu, na utupe hiyo neema ya kuomba Jehova, maana kupitia kuomba hapo ndipo utakaposhinda vita vyote Jehova. Hapo ndipo mawimbi yote Baba utakayotuliza, maana tunajua Baba kupitia kuomba kuna uwezo mwingi. Asante Mungu wetu, maana umetupa kibali hiki Jehova, pokea sifa na utukufu. Tunaamini ya kwamba chochote atakachofanya Mungu na chochote atakapofanya kwa ajili ya ufalme wako Mungu Baba, uko pamoja nayo, unamshika mkono Mungu, maana ni mtumishi wako ambao umemteua Baba. Msaidie, muwezeshe, mkumbuke pamoja na familia yake Jehova, umutie nguvu Jehova katika hii safari Baba, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, tuseme amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a lovely day and may God bless you.